Mamlaka ikiwa ndani yako, shetani hawezi kukushinda, majaribu hawezi kukushinda, vita hawezi kukushinda, kwa sababu mamlaka iko ndani yako. Utashinde kwa jina la Yesu hai. Nasema utashinde kwa jina la Yesu. Wala usitishwe na dunia hii, usitishwe na magonjwa, usitishwe na vifo. Wewe ni mshindi kwa jina la Yesu. Yesu alishakushindia, na wewe ukashinde asubuhi ya leo. Ushindi ukawa juu yako. Sema amina. Naongea na watu wanaojitambua, watu wanaojielewa hapa. Naongea na watu ambao hawaogopi shetani. Naongea na watu ambao hawaogopi magonjwa. Haleluya. Kitabu kile cha Zaburi, ile sura ya 46, maandiko yanasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Tena sio kimbilio tu, yeye ni msaada wakati wa mateso. Hata kama milima itabadilika, hata kama bahari na maji yake yataumuka, maandiko yanasema hata hapo hatutaogopa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni msaada wetu sisi. Kwa hiyo ukitaka kushinda kwenye ulimwengu, unahitaji uwe na Yesu ndani. Hawa anaishi, ushindi ni wako. Ndio maana tunapita kwenye mapito mengi, lakini tunaibuka washindi, kwa sababu tuliyemshika ni mshindi. Ukiwa nje na Yesu, ushindi haupo. Ukiwa mbali na Yesu, ushindi haupo. Lakini wewe uliokoka, ushindi ni sehemu yako. Tarajia ushindi asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Nasema tarajia ushindi asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Naongea na wenye uhai hapa, nasema tarajia ushindi asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Hiyo ndio kanuni ya Mungu aliye hai. Sema amen. Tusome tena kile kitabu cha Yohana sura ile ya 15 ndio mstari wa 4. Biblia inasema, Yohana sura ile ya 15 ndio mstari wa 4, nitasoma hadi wa 6. Usije ukajitenga na Yesu, maana huyo ndio mshindi wako. Hakuna ushindi mahali popote zaidi ya Yesu. Yes. Biblia inasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, watu yakanyaga na kuyatupa motoni, yakateketea. Nataka nikupeta habari. Yesu amewaita wanafunzi. Miongoni mwa wanafunzi walikuwepo ambao waliona kwenye maisha yao na elimu walizonazo wanaweza wakashinda wenyewe kwenye ulimwengu, wanaweza wakapambana wenyewe na wakawa salama. Wanawaza namna ya kujitenga na Yesu. Yesu anapa mfano hapa, anasema mimi ni mzabibu na nyinyi ni matawi, na kama nyinyi ni matawi mnatarajia kuzaa, mnamhitaji mzabibu. Akawaambia, kama hamtakuwa na mzabibu ndani yenu, hata kama nyinyi ni matawi mtanyauka. Ndio maana Yesu anasema pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Mambo kadhaa unataka kujifunza hapa kupitia maandiko haya. Jambo la kwanza, Mungu anaongelea tawi lisilozaa. Tawi lisilozaa maana yake ni mtu yeyote ambaye ameokoka lakini amejitenga na Yesu, yuko mbali na Yesu. Yesu anasema utafananishwa na tawi lisilozaa, maana yake hautakuwa na mafanikio kwenye maisha yako. Chochote utakachopambana, iwe ni kwa akili, iwe ni kwa fedha, hautaweza kufanikiwa. Kwa nini huwezi kufanikiwa? Kwa sababu hiyo tawi limetoka kwenye mzabibu wake. Na ndio maana nimesema ushindi wako upo ndani ya Kristo Yesu. Watu walijaribu kujitenga, wakawa mbali na Yesu. Yesu anawarejesha, na mimi leo nawarejesha. Ulimwengu huu hauwezi kuwapa majibu nyinyi nje na Yesu. Huwezi kupata matokeo nje na Yesu. Ukijitenga na Yesu, unafananishwa na tawi lisilozaa. Manake mwanangu, utapambana kwa akili yako, hautainuka. Utahangaika kwa nguvu zako, hautainuka. Ukisema naacha ibada kwa sababu nina fedha, nina kila kitu, hautainuka.
kwa sababu ushindi wako hauwezi kupatikana nje ya Yesu. Ndio maana nasema mtafananishwa na tawi lisilozaa. Maanake hakuna mafanikio, ila tawi lipo, mafanikio hakuna. Umeokoka lakini umwabudu Mungu, huwezi kuona mafanikio kwenye maisha yako. Unamhitaji Yesu. Sema amen. Jambo lingine la kujifunza hapa, Yesu anaongelea habari ya tawi ambalo liko peke yake. Maanake kama umekuwa nje na Yesu, utaishi maisha ya upweke. Maisha ya upweke ni maisha ambayo hayana ulinzi. Leo mfano huu Yesu aliotoa, kuishi maisha bila kuwa na Yesu kwenye maisha yako ni kujitakia mwenyewe kuwa peke yako bila kuwa na ulinzi. Biblia inasema hata mbwa mwitu huwa akimwona mchungaji anakimbia, lakini kama kondoo atakuwa hana mchungaji, mbwa mwitu itakuwa ni sehemu yake. Maisha ya kiroho, ukiishi bila kumwabudu Mungu, hata kama umeokoka, upo tu nyumbani umelala, lazima utafanyika kitoweo kwa shetani. Huwezi kuacha, huwezi kuona ushindi. Ndio maana Yesu anasema mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Bila hivyo ile tawi halitazaa. Ni kama tawi ambalo limekaa peke yake, halina Mungu ndani yake. Tunapokuwa karibu na Yesu, maana yake tupo na ulinzi. Yeye ndiye anayetulinda, yeye ndiye anayetusimamia. Kubaki nyumbani na kuacha ibada ni kujitenga na mzabibu. Huwezi kosa la. Nisikia amina hapo, mbona mmenyamaza? Sema tena amen. Jambo lingine anasema pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa chochote utakachokifanya kwenye dunia hii hakitaweza kukuletea majibu, kwa sababu jawabu la kufanya lolote liko ndani ya Yesu. Jawabu la kutenda lolote unalotaka liko ndani ya mzabibu. Kwa hiyo ni vyema hilo tawi ukalichukua ukaliunganisha na mzabibu, ili chochote utakachohitaji uweze kupata. Tupige makofi mazuri kwa Yesu. Yesu anatoa mfano mzito huu ili tuelewe kwamba ushindi wetu uko ndani yake, sio nje. Anasema pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno lolote. Tumekuwa na waamini ambao wakigafirika kidogo wanaacha ibada, lakini hawajui madhara ya kuwa mbali na Mungu, hawajui madhara ya kujitenga na mzabibu, hawajui. Tupo hapa tunatafuta ushindi. Dunia hii imeharibika, dunia hii haina macho, shetani anaitawala kuliko kawaida. Kama tutajitenga na Yesu, tuwe tayari kuteswa na shetani. Maanake tutakuwa tumefungua mlango wa Efeso sura ya 4 mstari wa 27. Inasema wala msimpe ibilisi nafasi. Maanake unapojitenga na huu mzabibu, umemsogeza adui kwako akumeze. Na ndio maana watu ambao wanajitenga na ibada, maisha yao yanakuwa ni maisha ya kuonewa na shetani, kwa sababu ni kama kondoo anayezurura mitaani lakini hana mchungaji. Kuomba mtu akaangalia na kuta ni mtupu